njia halali ya kuheshimu kufa na kufufuka kwa Yesu siku ya Jumapili aliyofufuka ni hii. Kitabu cha Warumi 6. Warumi. Anza mstari wake ni wa kwanza. 6 mstari wake wa kwanza. Twende. Kitabu ni cha Warumi. Kitabu ni cha Warumi. Mstari wa kwanza inasema, na iseme, tuseme nini basi? Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Teremka. Hasha. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamkufahamu ya kuwa sasa hapo sikiza. Hamkufahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka siku ya Jumapili katika wafu. Twende. Hivyo na sisi tuenende katika inaendelea kusema twende kwa njia ya utukufu wa Baba alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Mwalimu, kumbe njia mwafaka halali ya kushukuru na kuheshimu mauti ya Kristo na kufufuka kwake ni kupitia ubatizo. Sio kubadilisha Sabato. Ni kupitia ubatizo. Kwa sababu gani? Mwalimu wangu. Mwalimu. Mungu mwenyewe akapumzika siku ya Sabato kulingana na Mwanzo 2:1. Soma. Kitabu cha Mwanzo 2:1. Kitabu ni cha Mwanzo 2 kuanzia mstari wake wa kwanza. Inasema hivi. Twende. Basi mbingu na nchi zilimalizika. Mbingu na nchi zikamalizika. Na jeshi lake lote. Na siku ya saba. Mungu alimaliza kazi yake yote. Mungu akamaliza kazi yake yote aliyofanya. Akastarehe siku ya saba. Akaja kufanya kazi yake yote aliyofanya. Mungu akaibarikia siku ya saba. Akaitakasa. Bali Mungu. Yaani Mungu akaacha kazi yake. Mungu anachoka? Hapana, Mungu hawezi akachoka. Mungu hachoki. Lakini akaacha kazi yake. Aliweza kuacha kazi. Akapumzika siku ya Sabato. Lakini mwanadamu hawezi wacha apumzike. Anafanya kazi from day 1